Shalom wana wa Mungu, ninakuletea uchambuzi wa kitabu cha waraka wa Yuda, nami mchambuzi wako Mariam Magoso. Kitabu cha waraka wa Yuda kiliandikwa mwaka 65 mpaka 75 baada ya Kristo, na kitabu hiki kinafanana sana na waraka wa pili wa Petro, hasa ile sura ya pili. Hivyo inasemekana vitabu hivi viliandikwa kwa wakati mmoja ama zama moja. Hivyo fuatana nami. Napenda tushirikishane kitabu cha waraka wa Yuda kwa watu wote. Kitabu hiki kiko mwishoni kabisa, kwa mwisho wa Biblia, karibu na Ufunuo wa Yohana. Kitabu hiki mwandishi wake ni Yuda, na Yuda ni Yuda yule ambaye ni ndugu yake Yakobo. Katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 55 ukisoma utapata habari ya watoto wa Mariamu na maumbu yao ambao hawakutajwa majina yao. Kwa hiyo Yuda huyu alikuwa ni ndugu yake Yakobo wa damu na ni ndugu zake Yesu Kristo. Yuda huyu sasa aliandika waraka huu kwa watu wote wa enzi hizo, waliokuwa waamini wa enzi hizo na hata wanaoendelea kuamini mpaka hata sasa. Waraka huu unatuhusu sisi sote. Yuda alijikita sana kwa mambo kadhaa, na kwanza kabisa alianza kuwaonya waamini ama kutuonya sisi waamini kwamba tuishindanie imani ambayo tumekabidhiwa watakatifu mara moja tu, imani ambayo tumekabidhiwa mara moja, tuishindanie. Lakini pia akaendelea kujikita sana kuwasihi waamini na kuwatahadharisha kwa habari ya mambo yatakayotokea katika wakati wa mwisho. Mambo yatakayotokea kwamba watainuka walimu wa uongo, watainuka watu ambao ni wa kudhihaki, wanadhihaki mafundisho ya kweli, wanaleta mafundisho ambayo ni ya uongo, lakini wakinena kwa midomo yao kwamba wanampenda Kristo, lakini wanaishi katika tamaa za duniani. Kwa hiyo Yuda alionya sana waamini, na waraka huu uko kwa ajili ya kutuonya pia na kututahadharisha katika kipindi hiki cha nyakati za siku za mwisho. Lakini pia tunaona kabisa ya kwamba historia ya familia ya Yesu, kama nilivyosema, hao walikuwa ndugu zake Yesu. Tunaona kabisa ya kwamba ukisoma vizuri kwenye maandiko, tunaona ndugu zake Yesu hawakuwa wamemkubali. Unaona kuna mahali Yesu anaambiwa ndugu zako wako hapo nje, mamako na ndugu zako wanakutafuta, lakini akasema ndugu zake ni wale tu wanaoyafanya mapenzi ya baba yake aliyemtuma hapa duniani. Kwa hiyo ndugu zake hawakuwa wamemwamini, na miujiza yote aliyokuwa anaitenda hawakuwa wanamwamini. Kwa hiyo tunajifunza nini kutokana na familia ya Yesu? Tunajifunza mambo kadhaa hapa, ya kwamba tusivunjike moyo ndugu familia wasipoamini wito wetu. Tunamwona kabisa Yesu ya kwamba alisimama kulitimiliza kusudi la alilokuwa amekusudiwa kuja kumwokoa mwanadamu. Yeye hakuangalia wanampokeaje, wanamfikiriaje. Yeye alichojali ni kutimiza mapenzi ya baba yake ambayo ametumwa kuja kuyatimiza hapa duniani. Kwa nasi tunatakiwa tujitambue, tujue wito wetu, tusimamie wito wetu. Haijalishi tunachukuliwaje huko nje, haijalishi watu wanatutafsiri vipi, ili mradi tujue kabisa ya kwamba sisi tuko kwa ajili ya kutimiliza kusudi ambalo tumekusudiwa kulitimiliza hapa duniani. Lakini pia jambo lingine tunajifunza kwa familia hii, historia ya familia ya Yesu, tunajifunza pia imani yetu ina msingi katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Msingi wa imani yetu uko na mizizi katika kufufuka kwa Yesu Kristo, kama tunavyoona kabisa ndugu zake Yesu ya kwamba alipofufuka ndipo walimwamini. Kwa hiyo msingi wa imani yetu una mizizi katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini pia jambo lingine tunajifunza katika historia ya familia ya Yesu ni kwamba nasaba haina mchango katika uzima wa milele. Nasaba haina mchango katika uzima wa milele. Soma Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. Aaminie ana uzima wa milele, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo nasaba haina mchango katika uzima wa milele. Anil Blaster hapa aliwahi kusema kwamba nasaba haina mchango kwa mtoto wa askofu, mtoto wa mchungaji, mtoto wa nabii, mtume, mwinjilisti
Atapata tu heshima hapa duniani kwamba mtoto ni wa askofu, mtoto ni wa nabii, ni wa mtume, ni wa mwinjilisti, lakini heshima inaishia hapa duniani. Kama hata muamini Yesu Kristo, hata ulisi uzima wa milele. Leo kabisa tunaona kuna watoto wa watumishi wa Mungu wanajisifia utumishi wa wazazi wao. Kumbe hapana. Hata Ezekieli inasema kabisa roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Baba hatachukua uovu wa mama. Haki ya baba haitakuwa haki ya mtoto. Kila mtu atasimama peke yake na ataenda peke yake. Kwa hiyo nasaba haina mchango katika uzima wa milele, nasi tunamsapoti kabisa Anili Blaster katika mawazo yake na kila alichokisema, na mimi nasema kabisa kwamba kweli inatakiwa kila mtu amwamini Yesu Kristo. Tunajifunza kabisa kwa ndugu wa Yesu ya kwamba hawakuangalia. Hata tumemwona Yuda mwenyewe amejitambulisha ni mtumwa wa Yesu Kristo, hakujitambulisha kwamba ni ndugu yake na Yesu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona kabisa katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14, tunaona kabisa mama yake Yesu na ndugu zake walikuwa wakingoja ahadi ya ujazo wa Roho Mtakatifu kama watu wengine. Kwa hiyo walimwamini Yesu, alipofufuka wakamwamini na wakajazwa Roho Mtakatifu kama walivyojazwa mitume wengine. Tunapoendelea na hiki kitabu sasa, tuangalie Yuda aliandika ujumbe huu. Kama tulivyosema, Yuda aliandika ujumbe huu kwa waamini. Hakuandikia wapagani, aliandikia waamini wa enzi hizo na hata sisi ambao tuko katika nyakati hizi za mwisho. Ujumbe huu unatuhusu. Anasisitiza kabisa mambo kama haya ambayo tunaweza tukajifunza sisi kama waamini wa leo. Tunajifunza mambo kadhaa katika waraka huu ambao Yuda ameuandika kwa watu wote. Mambo muhimu Yuda alitaka tuyajue ni kama nilivyosema mwanzoni kwamba alitaka tujue ya kwamba tunatakiwa kushindania imani. Tuishindanie imani. Imani tumekabidhiwa mara moja tu. Kwa hiyo tunajua kabisa ya kwamba yako mafundisho sasa hivi yanayoendelea, watu wanaambiwa tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo hata kwa sababu tumeshaokolewa kwa neema, kwa hiyo ufanye tutakayoyafanya, neema ipo. Lakini Paulo anasema, je, tutende dhambi ili neema iongezeke? Hapana. Kwa hiyo tunatakiwa kushindania imani tuliokabidhiwa mara moja. Imani ni nini? Imani chanzo chake ni kusikia, nako kusikia kutokana na neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, nako kusikia kutokana na neno la Kristo. Kwa hiyo tulijue neno la Mungu, tulisome neno la Mungu, ndipo imani yetu itajengeka na tutakuwa na imani iliyo thabiti ambayo haitayumbishwa. Tuishindanie imani tuliyokabidhiwa mara moja. Lakini pia jambo jingine ambalo tunajifunza, alitaka Yuda tulijue kama waamini, alitutazalisha sana juu ya mambo yatakayokuwa wakati wa mwisho. Ukisoma katika hiki kitabu cha Yuda utaona kabisa ya kwamba kuanzia mstari ule wa 17 ukatelemka hapo mpaka mstari ule wa 23, anaongea vitu vizito kabisa hapa Yuda. Ya kwamba anawakumbusha kwamba yakumbuke maneno yaliyonenwa zamani na mitume na wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba aliwaambia kwamba wakati wa mwisho watakuwa watu wenye kudhihaki, wanaofuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Anatutazalisha akituambia kabisa tujijenge juu ya imani zetu. Imani takatifu, na tuombe kwa Roho Mtakatifu, tujilinde katika upendo, huku tukingojea rehema za Bwana. Kwa hiyo alitutahadharisha katika nyakati za mwisho watainuka walimu wa uongo wanaofundisha vitu ambavyo haviko ndani ya neno la Mungu. Leo tunaona kabisa kwa mafundisho mengi yanaendelea, mengi sana, ambayo yamewapoteza wengi. Kwa hiyo Yuda alitusisitiza kabisa kama waamini ya kwamba tujijenge katika neno la Mungu, tujenge imani zetu katika neno la Mungu. Lakini akaongeza kitu kingine ya kwamba tuwahurumie pia walio na shaka, na tuwaokoe na kuwanyakua katika moto, na wengine tuwahurumie kwa hofu. Kwa hiyo tunatakiwa pia upendo uwe ndani yetu. Tuwahurumie walio na mashaka, tuwanyanyue wenzetu, sio kuhukumiana.
Hata neno la Mungu linatuambia tusihukumu tusije tukahukumiwa, lakini leo watu wamekuwa ni kuhukumiana. Unaangalia matendo ya mwenzako unajiona uko sahihi, lakini kumbe tunatakiwa tuwahurumie walio na mashaka bado imani zao ni changa, tuwanyanyue, na wengine tuwaokoe na kuwanyakua katika moto, na wengine tuwahurumie kwa hofu, tuwahurumie kwa hofu, tuwarejeshe katika hali ya upendo, tuwarejeshe katika hali ya upendo. Hata anapoanguka mtu basi tumhurumie, tumwombee, tumnyanyue. Lakini leo mambo yako yanaendelea, mtu hata akianguka ndio atasemwa, atavunjika moyo mpaka anapotelea. Lakini Yuda